Yeah, welcome back again to DTV. Kenyans, 2027 is around the corner and Mr. Excellency William Samoei Ruto akikataa kufanya bidii my people, he will end up losing in 2027 general election my people. Why? United Alternative Government ambayo imeongozwa na this guy so called the truthful man wa Monyoro aka Rigathi Gachagua mwenyewe my people. Rigathi Gachagua watu walikuwa wanasema eti sijui Rigathi Gachagua hawezi tembea pale Western, Rigathi Gachagua akienda pale Western my people ataweza kuvurugwa na wananchi my people, lakini it's unbelievable because Rigathi Gachagua wameweza kuungana na George Natembeya, wakaweza kuungana na PK Selassie my people, wakaweza kuungana na watu wa pale Western in order one time equal unstoppable my people. Na kuna this team ingine ambayo inaitwa Linda Mwananchi my people. This team ambayo inakuja inaguza majenzi wote, ina influence majenzi wote my people, inashtua Wakenya wengi my people. Today Linda Mwananchi walikuwa pale Thika, alafu wakaenda pale Githurai my people, lakini ile mambo imeweza kupatikana hapo ni ya maajabu my people. Before you continue, subscribe, hit the notification button, like this video, and also leave opinion under the comment section below. Yeah, my people, hope mweza kusubscribe in order tuweze kufikisha hata kama ni 5k subscribers within this year of 2026. I'll see you. Your support will matter so much. So Kenyans, nasema Mr. Excellency William Samoei Ruto akikataa kufanya bidii my people before 2027 iweze kufika. Tumebakisha only 1 year my people. Lakini hiyo 1 year hadi hajaletanga vitu mzuri kasa hii ningekuwa the president. According to my opinion, this finance bill naweza yangusha my people in order niweze kuinfluence wa Kenya, niseme vile nangangana nini my people, lakini yeye badala afanye hivyo anaendelea tu akipandisha mavitu sijui anadhani hizo kura zitatoka wapi my people. Sijui kama anadhani vile tuliweza KTN kwanza today Sunday wanaweza kuexpose the alleged identity card ambazo zinasuspectiwa kuja pale Kenya in 2027 ziweze kuiba kura my people. Today pale KTN kama unakuanga fan wa KTN my people, utaenda pale hivyo uweze kuwatch hizo documentaries vile IDs zinasafirishwa kutoka Uganda, vile wa Kenya ID fake my people zinatengenezwa in order 2027 waweze kuiba kura my people. It's so sana tukikataa kujichunga sisi kama the United Alternative Government na Linda Mwananchi my people, tutaenda up losing because Kasongo my people anaona wananchi hawataweza kumchagua my people. Anaona wananchi hawezi mchagua, that's why anatumia the plan B kwenda kutafuta ma ID in order kujaziregister kama the voters my people. The other day tulikuwa tunasikia pale Olkalau kulikuwa na human rep Olkalau my people, alikuwa analeta hizo manini, alikuwa anaambia wamama wakuje hiyo mkutano, na wakikuja hiyo mkutano wanakuja na identity card, alafu wanakuja kuko na machine ambayo inakuscan the fingerprints my people. Hiyo ni nini? It's so Kenyans. Today Linda Mwananchi walikuwa pale Thika na wakaweza kuchatisha sana my people hadi pale Githurai. Pale Githurai ni kwa Wakikuyu na pale Thika my people. Tuliweza kuwa na governor of Murang'a County ambaye anaitwa Irungu Kang'ata akaweza kuja pale kwa Linda Mwananchi na akaweza kuambia kina Babu Owino that waweze kuungana na Monyoro my people in order one time equal unstoppable my people. So today Babu Owino aliweza kubless a woman my people with 30,000 Kenyan shillings as school fees, cash money hapo my people, because manzi hakuna kazi na hiyo madhe anateseka. Tumeweza kuwa na mama wengi wakitumwa na UDA wanatumwa vibaya my people, watu wanapewa 500 in order waende sijui waseme tuta, wengine na wanawake dance. Yani video ukiziangalia hivi hizo video hadi yani ni za aibu kuziangalia my people, hadi watoto hadi wengine wakisema siaka hadi unashindwa. Yani mama mzima kwa sababu ya 200 au 500 unaenda kujiaibisha my people, hadi sijui nini my people. So let's check this video tuangalie vile Babu Owino aliweza kuwapatia. Kama wangepatianga kama UDA wakuwa wanapatia wamama kama hao mane mzuri kitu kama 30,000 at least kusaidia mtu, hiyo ni kitu kingine, lakini wanawapatia 200, wanawapatia 300 ama 500 hadi wanaenda kujiaibisha huko hivyo my people. It's so sad. Remember to subscribe, hit the notification button, like this video, and also leave opinion under the comment section below. Let's check this video. Tusikie vile Babu Owino my people alikuwa tuone vile Babu Owino alikuwa anasaidia huyo mama, au sio? Asante sana. Huyu mama nilikuwa namuona pale amehangaika sana, kunifikia ingekuwa tabu. Na mama amekuja hapa kwa sababu ana school fee. Na amesema saidiwe na fees. Sasa nataka niwaambie, wacha kwanza nimsaidie kidogo kisha niwaelezee. Wacha mama nimempatia 30k aende alipe fees. Hiyo ni sawa? Sasa endo kae pale, nimejua watu wengine wako biashara hapa. Sio ni sawa?
Wacheni niwaambie vijana, wamama ambao wako hapa na wazee ambao wako hapa, yani ikikuwa ni lazima mama akuje hapa ili apate school fee kwa rally, hiyo ni serikali mbovu, sio mbovu. Ikibidi mama akuje hapa kukuja kutafuta school fee, na huyu mama aliambiwa ya kwamba shule itakuwa bure. Mlisikia wakati wa kukampeni UDA Kasongo akisema shule itakuwa bure? Saizi shule sio bure. Instead university fee wameongeza. Instead shule ni expensive. Vijana wana kazi. Hapa Thika peke yake kuna kampuni ngapi? Kuna kampuni ngapi? Vijana wangapi hapa wako na kazi hapo kwa hizo kampuni? Vijana wangapi hawana kazi? Wangapi hawana kazi? Hapa Thika peke yake kampuni ziko mingi, kazi hakuna. Zile zenye ziko pia ushuru iko juu, kampuni hezi endelezwa kwa sababu ya serikali mbovu. Mimi nataka niwaambie siku ya leo tunaongea imara na tunasema imetosha. Imetosha kuona kijana akihangaika na hana kazi. Imetosha kuona mama kama huyu akikuja kutafuta school fee hapa kwa rally na hawezi pata. Imetosha kuona baba wetu ambaye wanaendesha bodaboda hapa nje, ambao wanaenda kwenye mjengo lakini hakuna kazi, hakuna pesa. Akirudi nyumbani hana karo ya shule, akirudi nyumbani hana pesa ya chakula, akirudi nyumbani hana kodi ya nyumba. Ni ungwana si ungwana? Ungwana si ungwana? Kwa hivyo tunasema wangapi wanasema one time? Nione kwa mikono. Hii serikali imetunyanyasa. Bei ya mafuta iko juu, kazi hakuna, bei ya elimu iko juu. Tena wameleta Ebola hapa Kenya, na Ebola inaanza hapa Mount Kenya, ndio wanataka kuileta huko Laikipia. Hii serikali Yeah, and so Kenyans, nilikuwa nasema that Mr. Excellency William Samoei Ruto akikataa kuchunga before 2027 my people, kwa sababu saa hii if you can check very well, United Alternative Government ambayo imeongozwa na Rigathi Gachagua, George Natembeya, huyo mwingine ni Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, washaungana pale hivyo Western na Mount Kenya region. Mnakumbuka vizuri Rigathi Gachagua is the kingpin of Fuko hivyo Mount Kenya region, and so wameenda pale Western region my people, you know, don't want to unstoppable. Vile Mr. Excellency William Samoei Ruto amebaki na kura za pale Kisumu na pale Migori, you know, pale Kisumu kwa sababu ya sijui baba, wanasemanga lazima tu support Oburu Odinga, ati kwa sababu Oburu Odinga ali support baba, so lazima kuwa na votes hapo my people. Lakini ukiangalia kwa kwingine Mount Kenya is gone. Wale hivyo Kisumu ndio amebaki na kura kwa sababu na hao amedanganya akina Oburu Odinga at 2027 lazima wapo the running mate seat my people. Lakini Kenyans, do you really think that Mr. Excellency William Samoei Ruto atapatia the ODM people, the politicians of ODM kama Joho, Oburu Odinga and others my people the running mate seat, ama ataenda pale upande Mount Kenya atafute running mate pale upande wa Mount Kenya kama Ndindi Nyoro my people, you know? Sahi Ndindi Nyoro haongeangi, and according to my analyst, naona kama Ndindi Nyoro my people ataweza kuchaguliwa akuwe the running mate seat my people, because Ndindi Nyoro ameweza kufanya kazi pale hivyo, alafu ataweza kuinfluence the peoples of Mount Kenya my people. It's just my opinion. Sijui unasemaje my people? Comment hapo chini. Au sio? Remember to subscribe, hit the notification button, like this video, and also leave opinion under the comment section below.